niliona umejaza kwa kabati yako madoli smart. Kumbe wewe ndio umekuwa panya huko. Hamjasikia story ya Mama Stacy na mtoto wake? Tunataka ofisi divaidiwe. Nirudishie pesa zangu niende. Mimi nimepata chama ingine. Iko na Kristo, hii yenu ya kishetani. Hii kikundi nilianza na mtakuja kunikalia. Namba 2, mimi kuna mambo mingi hata mimi nimeona kwa hii group. Ukisaidia chura, ikiruka msaidie. Sisi ni chura ama ni mtu ama ni ile saida? Wacha kunianika. Sasa Kagure yako wapi? Joy yako wapi? Na Gacharu yako wapi? Imagine mtoto wa Kagure amesoma bila kulipia shule hata siku moja. Uchawi ama miujiza? Huyo mama alikufa kifo cha uchungu sana. Hakuna kitu inaniudhi kama huyo kijana. Wewe toka hapa, uko na wazimu hiyo kichwa yako. Na kuna mambo nimeishi kusema hapa na hamuongeangi. Sema ni nani hajalipa kwa sababu kwanza wewe wacha mdomo. Alikuwa amekatia huyu msichana na msichana amemkataa. Huko ndani ati kuna wasichana wanatingika. Ni mtego wa panya ushika walio na wasio kuemo. Next time ukikuja usituletee mdomo hapa. Niliona umejaza kwa kabati yako madoli smart. Pia mimi nazipenda. Ni mtoto wake ampeangi amani. Wewe kwako uko nazo? Wewe sijai mimi pesa ya kununua hizo mavitu ati decorate nyumba na doli lazima ikuwe na doli. Wewe nyumba ya nani yenye iko na kasichana haina doli? Mimi niko nazo. Hata wewe uko nazo? Niko nazo. Ukitoka hapa muende mzichome. Kwa nini? Pesa yangu. Pesa yako kitu kiharibika kwa nyumba huwezi tupa na ni pesa yako. Hiyo doli haijaribika. Jifanyeni tu. Hamjasikia story ya Mama Stacy na mtoto wake? Mimi sijasikia. Alinunulia mtoto doli, hata mtoto akukua maybe hata mtoto akukua ameitisha, aliona tu ikampendeza akanunua. Alinunua wapi za kuzungusha ama alienda kwa ni wapi alinunua? Mimi sijui alinunua wapi. Sasa doli na kununua doli haina issue. Issue ni doli yenyewe. Sasa mtoto acha afurahi. Ati hiyo doli iko juu, ikiramishwa hivi inalia ngwi. Sini za kisasa. Si batishwa inalia ngwa. Beti sijui imewekwa nini. Inawekangwa battery hapa nyuma. Sasa kumbe hiyo doli iko na mambo zake. Mtoto alikataa hadi kukula kungojea sapa. Mama twende, mimi naenda kulala, mimi sitaki chakula, nimepata msichana sasa niko na sister kadoli nikasichana. Wakaenda wakalala. Wakalala mtoto Stacy alifikia ni kuota anaota. Akaamka alikuwa anasikia ati anachumiwa huku. Ati ana respond. Lakini akaenda hivyo wakalala usiku, wamelala na yeye na wamedifunikia duvet pamoja. Sasa ni kama mtu analala na mtoto, unaona? Asubuhi mama yake ni wa soko, akaamka mapema akakimbia akaenda akanunua vitu, kurudi alipata mtoto nje. Amelia ati ni nini mami ulinunua mtu kununua doli? Ati after sasa kuamka asubuhi doli ilianza kuchezesha mtoto. Twenda tukaruke kati. Inaongea hivyo. Sasa mtoto ndiye alikuwa anasema. Ati wacha wakimbizana kwa nyumba. Kwani ni shetani? Mimi sasa katakata nijui sasa. Imagine mtoto wako akiongea. Sasa mama alifanya aje? Stacy akatoka nje akafungia doli huko ndani. Doli kifungiwa, Stacy akichungulia ati haifanyi kitu, inajifanya sasa ni doli na inakaa tu yenye imewekwa hivi. Mama yake akakuja. Wewe kwenda utupe hizo mavitu wewe. Akamwambia sasa akachapia mama yake story. Akamwambia wewe ni kuota unaota. Mimi hata nimeshtuka. Hata mimi nadhani ni kuota. Na story kaisha na kabwenda uweke chai, wacha ujinga. Wewe kuwa mkubwa sasa. Hiyo ni doli haiwezi ongea. Akaambia enda uilete. Akaileta. Doli mama yake anaifanya hivi, hata haiwezi tingika, hata haiwezi ongea kitu. Lakini kusema ukweli doli ilikuwa inaongea. Ikiachwa na mtoto peke yao inakuwa mtu. Mama akiwa inatoa doli. Sasa hiyo nayo ni kazi. Sasa sijui kulikuwa aje. After hapo ilikuwa saa 2. Mama yake akafua nguo. Ni last weekend but one. Hii story hata ndio sijui tumechelewaje kuzishika. Mama yake akafanya usafi kwa nyumba, ndio hao sasa wakaelekea kwa nini sokoni sasa kuuza zile vitu. Mtoto akasema yeye habaki kwa nyumba. Unajua siku hizi anaga bochi. Akamwambia na sasa hii doli yako umesema aje? Mambo itwende nayo urudishe kwa mahali ulitoa. Mama yake akapuuza tu akairushanisha na huko kwa kiti. Akamwambia wae. Wakaiacha. Sasa ikaachwa tu kwa nyumba wakaenda zao job.
kukaanza kunyesha. Sisi ni mtoto wa sasa anatoshana kukaa peke yake kwa nyumba. Akaambiwa shika kifunguo na mwavuli, enda ukae kwa nyumba. Juu baridi sasa imezidi. Alisema siendi. Mpaka kwanza uende kariabia mamaka mpaka uende kwa nyumba uchukue hiyo doli ukuje nao nione umebaki nao hapa ndio sasa niende kwa nyumba. Mamaka akaona hii ni mjinga. Wacha mtoto afinywe na baridi mpaka wakafunga kazi. Wakaenda home. Wakienda walifika kwa nyumba, sitaki kuangalia doli hivi ati inamfanyia hivi. Mama yake akiangalia hakuna kitu anaona. Guys, sasa anakimbia. Mama yake alipika kama sisi wako naye hapo jikoni. Mama yake akaona ni kama ni ukweli wewe. Anamwambia mami tusilale hapa. Kama lazima nilale hapa, huyu alale nje. Mama yake akakasirika, akachukua doli wanaisingi 50 floor, akairushanisha na nje. Wakafunga madirisha na mlango, sasa wakaendelea tu na maisha yao ya kawaida. Asubuhi, mama yake akifungua hivi mtu mlango, alipata doli imeketi tu hapo vizuri sana. Kusikia sasa aliamini. Alipiga duru, simeacha doli iko chini. Iko kwa floor kule chini. Imepanda stairs. Kwani ilianguka. Alifikiria ilianguka, mimi sijui ni miujiza gani ilifanyika. Hiyo ni ya kishetani, hiyo sio ya God. Alipiga duru akasema mtoto wangu udaganyi. Watu wakakuja. Mama jirani akamwambia hapana, wacha nikuitie pastor mwingine alikuwa asijui ati kuna miti nyingine ilikuwa inaogeaga kwa mtu mwingine hapo ati aliombea hiyo mti ikachomeka. Wacha tuende nani huyo pastor. Hivyo ndivyo walifanya. Wakakuja watu wengi wakaomba. Doli ikachomwa. Ikichomwa inasema siendi bila damu ya Stacy. Kwa hivyo ilikuwa shetani. Ilikuwa shetani na ilikuwa imekuja. Kwa hivyo huyu mama alinunua shetani pesa sasa. Oh God. Na sitatupa hizo doli. Hata mimi zangu nilikuwa na uoga. Mimi zangu nitaenda kuchoma hata sasa. Zilikuwa zimekuja, zilikuwa mashaitani kadhaa. Tunasikia zingine zina mchungu, zingine zinafanya hivi macho, zilikuwa zimekuja kufanya kazi. Walikuwa wamalizwe Stacy na mama yake. So naendelea niko kuni nini? Kudekorate nyumba na madoli, lakini hizi zinakaa wanyama kalenda. Hata kalenda. Mimi sita. Na hizi zenye zinakaa na magoya watu za animals za kuongea. Lakini mimi sasa jina doli mimi siwezi taka kusikia. Siwezi. Wewe ulikuja na managu? Si iko na pala na gunia. Ushike ujifunike. Gacharu si tumekumisi. Tumenimisi wa nini? Na by the way kwa nini leo ulichelewa hivyo na chama? Sasa Kagure yako wapi? Si tulikuwa tunafikiria mko pamoja. Hata tulikuwa tunafuatana na Kagure pesa. Niko sana nataka mimi nirudishie pesa zangu niende. Mimi nimepata chama ingine. Iko na Kristo, hii yenu ni ya kishetani. Huwezi sema chama yetu ni ya kishetani na hata tuko na wagedhomo. Huyu mharibu. Mimi sijaharibika. Hapa mimi hata unaona kama huwa anaongea hiyo maneno yenu. Mtia kuna kitu nilikuwa ninataka kujiuliza. Nilikuwa nataka kuuliza tangu nikuje hapa nilisomewa rules mara moja na ninashindwa kwa nini rules hazisomwi mara mingi juu. Kila wakati najipata mimi ndiye wa kwanza, sichelewi na watu wanaambiwa watoe fine hawatoi. Si tunaweza sema rules zenye ziko ndio mtu ajue tunafaa kufanya nini. Kama saa hii unaona hajafika. Ukiona hajafika. Mimi kuna mambo mingi hata mimi nimeona kwa hii group. Ni vizuri watu waseme kwa sababu. Asante sana kwa kuleta hiyo. Ni gani na gani? Mingi, ni mingi. Kama zote. Huwa tunaongea tunanyamazishwa. Wakati umefika. Naomba tu na tunataka ofisi dividiwe. Tukue na ofisi. Kwani hakuna ofisi na chairperson? Akuwe tofauti, secretary tofauti, lakini waambie nikiuliza swali nani ya person ni wewe, nani ameshika kitabu aje? Pesa yetu iko na nani? Tuko kwa nani? Kwake. Kwani haina kitu. Na waibia hivi. Hii ni mamlaka ya charity. Na niliwaambia hii kikundi nilianza na mtakuja kunikalia Number 2. Hiyo ofisi ulianza na nani? Ukiwa peke yako. Ulianza kwa nini unaendesha peke yako? Inaitwa Kagure. Haya. Kunjani na ukula msikuja karibu nikiona. Na hiyo ulifaa kwenda kipindi muda ukiwa miaka mingapi ndio haina time limit. You don't trust me with your money. We don't. It seems like na ulizaje? Hata sisi tunaweza weka pesa. Na kuulizaje mara ngapi nimekuwa nikiwaletea statement. Wewe you don't ongea ukweli. Dining table ulinunua na pesa ya chama. Tu ndio uko na mfuko. Dining table na tunaenda nayo leo. Msikuwa nyamaza. Nyamazi. Mimi nataka tuanzie hapa.
hata mmenipeleka hasara sana. Hata statement tuwekangi. Ngoja. Mimi nataka kwanza tuanze ile tutaanza nayo ni kuwa tutakuwa tukienda kwa mtu kwa kupeleka kitu. Mlikataa kwangu ati nyumba ni ya mabati. Wewe ni wewe ulikataa. Ati tusione. Tutakuwa tunaenda pale kwa Kato Deep. Hapo kwa kaja ni kazuri sana. Hapana, tunaenda kwa mtu ama tuongee na chief. Tufanyage hapo nje. Kwa nini hiyo ndio beta hata. Leo ndio kwa mtu. Leo ndio tuna streamline. Number 2. Hebu andika number 2. Number 2. Na unatuletea pesa zote tuziweke hapa. Simkula mkikura. Ulete statement. Nasema na pesa yetu. Nasema hata mkutano wa leo umeahirishwa. Sisi ndio members. Hakuna kitu. Na huyo ninafika peke yangu hapa mapema. Tuambie time yenye mtu anafaa kufanya. Pesa ya kupiga kelele ya indiscipline ya kuchelewa iko wapi? Pesa ya kuchukua simu kwa chama iko wapi? Chapaso na wale wamechelewa na wale hawajakuja na hawana apology. Unasema okay, I'm a silent person. Mimi si wa mdomo. Wewe pigeni mdomo. Fanya. Pigeni mdomo. An honorable person kwa sababu nao ukisaidia watu, ukisaidia chura ikiruka msaidie. Sasa sisi ni chura. Unatutukana chura. Sisi ni chura ama ni mtu ama ni ile saizi. Iwekwe ya ile lugha wanatumia. Sisi ni chura sasa. Hiyo inatuleta kwa number another one. Lugha ya kutumia wakati kuongea. Ndio nauliza. Yeye ndio ile chura kubwa ni chura wadogo. Ndio nauliza nyamaza. Chura chiarede. Okay, nyamazeni. When the chair is saying you talk through the chair. Chura chiarede. Nyamaza tusikie. Tuongee mmoja mmoja. Andika hapo madam. Language tunaongea language na uandike hapo chura ni wewe. Wewe and you talk through the chair. And you talk. Polite language and you talk through the chair. Yes. Number 2, time ya kufika meeting. Nimekwambia uongee. Oh, Madam Chair. Na hivyo ndio maana nilikuwa ninataka hii ofisi ikuwe devolved. Kwa sababu haiwezi kuwa mtu mmoja ndiye anaandika. We will use a lot of time. Huyo mwingine atabada ndege na pesa. Ngojeni mtaona. Wacha aandike lakini ya treasurer apeane. Sikizeni. Kwa sababu you see that is why at in fact the way we are behaving just like politicians instead of to remain calm. Kwa sababu mlikuja mmenitarget mimi, hakuna kitu inaweza. Mimi si unaona? Nilikuwa kwenda huko. Unaona? Nilikuwa ninawaambia mambo itaharibika tu hivyo. Sasa unaona hatakagi kugusa. Anajijaza akiambiwa ukweli. Chukua kwake uone unasema daimite peke yake. Mambo ya hii group imekuwa ikitoka nje. Unadhani ni nani ni huyu? Hiyo na yeye. Wacheni niwaambie. Huyu na yeye ndiye. Kuna sikuendelewa sio mimi. Huyu amekuwa akitoa siri za chama. Huyu. Nikamwambia nani? Hapa uongeaji unaenda kupeleka nje. Anauza Kamoyo ni wa chama yetu. Kwa nani wa Kamoyo? Na anajua mpaka tumenunua tena. Enda kwanza nimwambie hiyo mshene. Enda kwanza. Wewe unaniwekelea na ni wewe ulimwambia hiyo mshene yote. Hata wewe ndio maana nataka hizo rules. Tungekuwa tumezinyamaza hata wewe. Nyamaza. Si hata wewe uko nje. Huyu hata amejaza madeni ya kitu. Hebu niwaambie. The reason as to why hatutawahi saidika ni kukua every time tuko focused ati tunanyanyaswa. Atuangaliangi mahali kama tunasaidika ama tutusaidika. Lakini yenyewe tunanyanyasika. Ndio nakuuliza. Hata tumafuta hata mmeshaini wakati tumeanza stress free. Sasa tununulia mafuta. Au ni watu. Hizi stories ziko kwa itora, si unaona Kaleko watu hawangefikiria ati bibi ya Kaleko atarudi. Unajua nilisikia hiyo story. Najua vikuri vya mama tu ni hamwezi pitwa na mambo kama haya. Hatuwezi tukapitwa. Unajua ati nini ilikuwa imeenda. Huyu mjamaa si kitambo alikuwa na mpaka gari. Alikuwa mpaka hata katumbo alikuwa kazi mzuri. Siku moja si akagonjeka ati for some time. Akafanya nini? Akagonjeka. For some time. Kugonjeka sikule kazini alikuwa amekuwa replaced. Kukuwa replaced
kukuja huku kurudi bila kukosa kazi. Sasa kurudi home bibi hataki kumuona. Anamtukana, ni mundu wa tuhumu no. Unajua gutiri ate ukawezi fanya anatukana bwana. So kwa sababu alikuwa na kakazi kandogo akasonga na kabemba watoto wao watatu tano. Watoto wao watatu. Unaongea kuhusu Kareko? Si Kareko, ni wa Munyinyi. So huyo bibi akatoroka. So naye huyu akaenda kwa depression kwanza. Lakini later Mungu akamsaidia akaamu. Lakini shida ni bibi. Ni ile shida anapata kwa sababu ya bibi. Unajua bibi kama alimwacha, sasa hana kazi, sasa ataelekea wapi? Na pia hata wazazi wake walikuwa hawamtaki kumuona. Unaona sasa mtu wakati kama huo, wakati unaendea kwa shida unahitaji at least shoulders to cry on. So lakini sasa kama hakuna shoulders to cry on, so what do you do? Unaona? What do you do? Unafanya aje? Unatupa mbao. So wakati alitupa mbao Msamaria mwema tu akampigia simu tu akashinda ni nini, akamtafuta. Huyo ndio alimfanyia counseling. Alimpangia counseling na akaamka. So kuamka Mungu akamsaidia akapata job nyingine. Ni kwa mambo ya familia yake. Akasikia bado bibi alipoteza kazi. So hata mtoto mmoja amekuwa chokora. So wanakaa hiyo life. Alienda akachukua watoto wake na bibi na wakasamehe. Na akasamehe yeye si sasa amerudi. So itora mara wali kai. Huyu bibi alikuwa arudi. Huyu ni mwendazi. Hapana. Sasa unajua sisi machifu. Yes. Nimenyamaza tu uniambie hiyo habari yote ifike mwisho. Yes. Lakini tuko na kazi mingi sana. Ukweli. Kitu ya kwanza, serikali haipendi hii mambo ya familia ikivunjika hapa na pale. Unajua hapo ndio wakora wanatengenezwa. Yes. Unaona? Kwa hivyo hata serikali hatupendi hivyo. Sasa hiyo story umenipatia si ati sijui. Unajua nikiwa chief ni lazima niwe najua hiyo mambo yote. Sasa mambo ya hawa watu wawili mimi nimekuwa nikiongea na wao. Unaona? Na hata hiyo kazi unasikia hata sisi tuko na part tumeplay. Yeah, bwana. So sio msistuke, si hata wamerudia ati hakuna mtu ako na shida, tukaongea na wao. Na pia tuka-involve hata mchungaji. Naona kwa sababu serikali na pia lakini hata sisi wa mama wakati mwingine unajua mwanamume hawezi kukufukuza, lakini we atapanga mipango yake ya katu na huko kama ndiye ako na pesa. Lakini sasa wanawake unaona ni kutoroka. Ndio sababu hata na yeye si tunaelewa mambo mingi sana. Kwa sababu kuna mahali moto unaweza waka sana kwa nyumba. Wewe kama bibi usikia hapana. Sasa nimechomeka zaidi, wacha niondoke kidogo. Ukweli. Unaona? Lakini ile kitu mzuri ni kuleta hawa watu pamoja. Nimesema kama Kagure atapewa pesa, hii chama ninatoka. Si anapewa ati pesa Kagure apewe kwa sababu ya brother yake alikufa. Si ndio? Atuambie kwanza aliuawa na nini? Kwani kifo iko na sema swali mingi. Na alikufa kwa nini? Kwani wewe mimi wacha kuniingia. Wacha niwaambie ukweli. Kagure brother yake si amekuwa akiuza asali. Tamu sana. Muuza asali mashuhuri huku kwote. Kila mtu ana shida yako ni gani? Hiyo asali yake ndio tu imekuwa legit. Yes. Hao wengine wanauzanga nini? Wanauzanga dizi. Kagure brother yako ni muuza asali legit. Kumbe brother ya Kagure anaendanga anachuna asali ama ana harvest asali mahali tofauti. Anakuja anakusia. And it is very pure kwa beehives za kila mama
mwenye ni afama hii kijiji. Sasa wewe ndiye ulikuwa mnaenda na yeye uniulize. Ndio maana umekasirika na nimesema kwani asali inatoka wapi? Alinibasaika akajua. Ukipewa pesa ya welfare, brother akiwa amekufa, mimi siwezi peana tena. No. Nimesema hivi, brother alikuwa anaenda ana harvest asali. Wacha kunianika. Nitakuanika juu wewe unaanika wengine. Ni uongo. Ni uongo mimi nitoke kwangu nikuje nipeane uongo. Anapewa wachana na huyu ni uongo. Alikufia wapi? Ameiba. Si alikufia kwa. Ati ameiba. Wewe ngoja tuambiwe. Wacha hivyo na kutakuwa na ruru moja. Watu wote kuanikana wenyewe. Lakini umesema atujuane vizuri. Unasema ati nikiangaliwa hivi naonekana hadi maini venye imejikaa. Ameiba hives zote za kijiji. Hakuna hive haja harvest. Si juzi ali harvest hive ya wenyewe. Hive ya mbaya. Kumbe huyo amezingira beehive yake na mambo zake. Brother yake kwenda kuchuna hivi akachunwa. Bee zote zikatoka. Alikuwa alidunga mpaka akakufa. Aliuawa na nyuki. Aliuawa na nyuki na asubuhi tulipata. Kagure na hiyo ni accident nini? Ati gari zimegongana sijui wapi akitoka kupeleka asali. Akipeleka asali Mombasa ama akiiba asali kwa huyo mama na Kagure alituambia alipata accident kule Mtito Andei akienda. Kwani yeye lazima ruka Mtito ni kichaka ni kama kichaka Andei ni nyuki kwa kichaka na huyo mama hiyo ilikuwa accident. Alikuwa amezungusha hiyo hive yake. Hiyo ni ungesema ni accident ya kusema ni gani? Sasa mama ni mama unasema ni mama. Alizungusha hiyo kitu na witchcraft. Huyo aliambia nani? Si alituambia tulimuuliza mbona ukafanya huyu mtu akufe? Nilisema siwezi ibiwa beehive. Mtu akienda kuiba asali awe anajua kwenye anaenda kuiba. Brother yake alikufa juu ya hiyo. Kama si huyo mganga hatungejua ati brother yako alikuwa alikuwa mwizi. Mwizi mimi siwezi tolea pesa kwa wewe. Hakuna kutoa pesa kwa mwizi. Hakuna pesa kutoa kwa wewe. Hata ni pesa bili ndizo mnajua. Hizo pesa bili ulikuwa unakuja kuitisha. Unapenda estimated. Kaka kijana kanaitwa Tony wa Shushu. Tony wa Shushu mwenye alikuwa amebebwa na duthi akaruka kwa sengenge. Tony wa Shushu ni wa mavituko. Ni kavituko sana. Lakini kako na discipline aka katoto. Kako na discipline sana. Wakati mamake alienda akamwacha, si Tony aliachwa na Shushu. Aliachwa ama alikufa? Mamake ni kuenda alienda. Nikupotea alipotea. Alipotea tu na miguu. Si kukufa? Hapana hajakufa. Alikosa pesa. Pengine alikufa akafufuka lakini ako uhai. Hajakufa. Sasa mama ameenda Murando. Huyo ameachia Shosho wale mtoto. Aliachia Shosho mzigo. Sasa Tony amelewa vizuri sana na Shosho. Tony ako na discipline. Lakini akaona Shosho amekuwa very tough. Si unajua watoto wanafika age nyingine, wanaona ni kama ukiwapea discipline unawakazia sana. Anataka ka freedom kiasi. Kwa hivyo sasa Shosho yake akamwambia Tony, hizi duties nimekupatia hapa nyumbani na ni zile tu za kawaida. Alikuwa anakaa tu yeye na Shosho yake. Sasa Tony akaambiwa na Shosho hakuna kukula food ukitoka shule. No, hakuna kukula food kabla hujamaliza hizo duties zote. Hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida ya wazazi. Tony naye akajua yeye Shosho utajua hujui. Vile Shosho alikuwa anafanya anafungia chakula food kwa diro kapa. Si ati ninafanya kazi nikiziona hapa. Atapita naye Tony atapita nayo. Shosho anaifungia kwa kabari. Naye Shosho ako shughuli zake na huko pengine ni kufungia kuku, kukamua ng'ombe nini na pia kona duty zake pale za kupika hivi, kazi zingine nyumbani. Na bado homework inamngojea. So alikuwa anaambiwa na Shosho yake amalize haraka ndio aende afanye nini homework zake. Tony akajua Shosho unajifanya ni mwerevu. Wezi nipike uwerevu na unipike ujinga. Lazima nikupike moja hizo. Akamchorea. Vile alifanya Shosho funguo zake alikuwa anafunga na anaficha.
Naye Tony anajifanya mtiifu, lakini alikuwa anapangia shosho. Anaangalia tu pale funguo zimefichwa. Anasema hiyo siku imepita. Nitafanya kazi na nitakula chakula wakati nataka. Shosho, unafikiria tumbo yangu ni yako? Sitakuwa nikila chakula wakati niko na njaa. Nitakuwa nikila chakula wakati wewe unataka. Utaona. Haya, after nimefanya kazi, nitakuwa nikikula mbele yako. Sasa Tony akafanya hivi. Anaangalia tu pale funguo fichwa na shosho. Akachukua funguo moja, unajua zimefanana, na akabadilisha. Unajua kuna mafunguo zile zinakaanga tu kufuli kiharibika ama zinaenda kufanana hivi. Aka exchange na ile funguo kabisa inafanana na moja ya hizo. Kwa hivyo shosho akienda kufungua anafikiria pengine hii imekwama kidogo, wacha nifungue na naye Tony akaficha hiyo funguo. Anafanya kazi zake, anangojea shosho atoke, anaenda anakula chakula, anabakisha kidogo na anafunga vizuri sana. Aliambia shosho, huwezi nipita uwerevu na unipita ujinga. Anachukua food, anakula kidogo na anafunga vizuri sana. Shosho Tony akimaliza kazi, anaita shosho amfungulia kule chakula. Shosho anashindwa, hii ni jini ilikuja au ni nini? Funguo ziko tu pale. Mpaka shosho akaanza kuzibeba. Lakini ile tabia ikaendelea. Sasa wakati mmoja alikuwa amepika chapati. Sema chapati na kijana. Sasa chapati na zinahesabiagwa. Zilikuwa 10. Na alikuwa amehesabu. Zilikuwa na bona wa mama huhesabu chapati. Hata mimi nahesabigi na niko peke yangu. Bona sijui atujue uga imetoa ngapi. Alafu Tony hakuwa anajua shosho amezihesabu. Alikula ngapi? 5. Akabakisha 5. Wakati tu alikuwa anamaliza ya mwisho, ndio huyu shosho akaingia. Akampata nayo. Shosho akamwambia, nilikuwa nashindwa ni panya inaingia na inaingilia wapi, ama ni chini ama ni, kumbe wewe ndio umekuwa panya huku. Kumbe wewe ndio umekuwa ukikula hiyo chakula. Na imagine hiyo chapati nilikuwa nimeiweka poison, sababu nilikuwa nafikiria ni panya zinaingia ndio zisikule zikufe. Nakwambia Tony alianguka chini. Gai, na hakuna poison ilikuwa imewekwa. Alijua sasa nimekula sumu. Shosho tu alikuwa anamchezea akili. Akaanguka chini na akagonjeka kabisa. Ilikuwa ile ya kushtuka. Sababu aliimagine vile tu sasa ni kukufa. Akafikiria mambo imeishia hapo. Wakati aliamka hivi, ile kichapo alichapwa na kichapo ya Mungu. Hakumsamehe. Na from that day shosho akamwambia hiyo cupboard sitakuwa nikifunga na utakuwa ukikula chakula after kumaliza kufanya kama sio hivyo itakuwa the best grandman. From that time Tony akawa mtiifu, alikuwa anaobey, anakula chakula at the right time. Na unaona sasa huyu ameweza kulea huyo mtoto na vizuri sana. Hata akiwa nyanya. Na inasemekananga watoto wale wamelelewa na wa mashosho wako spoiled. Hapana, Tony ako tofauti sana. Amelewa vizuri sana na huyu. Na sasa mama yake atakuja lini kama sio kukufa? Unajua mimi unajua ni kuhama walihamia huku, si ndio? Kuna wazazi wanatembea ni kama wamekufa, wanatembea na wameshakufa. Na katoto kalikuwa mahali kalikuwa tu unaona haka katoto kako na stress so wakati atikaliulizwa kwa nini kwa hivyo kwani nikagonjwa, anasema mimi na misingi mama. Kwani ako wapi, kwani mnakaa na nini? Unajua mama alifanya hivi wakati alinizaa, aliniachia shosho akaenda na hawajarudi for all those years. So na wakati mwingine nafikirianga where my mother could be, how she is, hata sijawahi muona na uso. Mimi shosho tunafanana ama hatufanani. Na si ni uchungu. Sionangi kama ni vizuri mtoto kulelewa na shosho. Kama uko healthy ya mtoto wako. Kuna mama wengine ni kama hawa watoto sio wao walizaa, hawana shughuli na watoto wao. Kuna wale wa kupata kazi Saudia na waachana na Saudi, kwani wanaendanga kuishi huko milele. Anatuma pesa, hakuna kitu anatumia shosho, hata ajulikana. Na yule anaacha watoto kama 3 mahali, anaenda anaolewa tena na hata rudisha mguu.
na anasahau. Na anasahau. Mtu anasahau wigi aje. Hiyo inakuwa ugonjwa. Atamaniki kuona sasa kasichana kangu kako like kako 7 years sasa. Na ataenda huko anazae wengine. Kwanza wengi sana. Ni kuna mwingine aliachia wazazi wake mtoto. After 3 years akakuja akikuwa na mimba. Akazaa. Unajua walikuwa wanafikiri ati sasa kwa sababu sasa amepata hiyo atakuwa ametulia amekuwa na akili. Alikuja after kuzaa after like 5 days akatoroka na harudi tena. Akaacha kama mwingine hapo bado. Hapo. After another 5 years. Hurumiagi mama yake. Na kengine. Kadogo sasa kanaenda. Baba yake akamwambia ngogwatura ngo nini korage. Unaona hapa hiyo ni kuzoea wazazi. Hata mimi nimeona kwa hii group. Ukisaidia chura ikiruka msaidie. Sisi ni chura ama ni mtu ama ni ile saidia. Wacha kunianika. Tuko watatu kwa hii miti. Imagine chama ya hao watu wote. Na unajua wakikuja hapa tutaanza mambo ya sheria sijui nini. Sasa Kagure yako wapi? Joy yako wapi? Gacharu yako wapi? Nilimwambia hii mambo haiwezi endelea hivi. Mtu mmoja atakuwa leader ndio maneno haya yote. Na kuna mambo nimeishi kusema hapa na hamuongeangi. Mtu mmoja ndiye chair, mtu mmoja ndiye secretary na bado yeye ndiye treasurer. Kwani sisi wengine kichelewa kidogo fine. Ukikosa kuja na nguo ya chama fine. Unakeleleshwa. Sasa hapa tupitishe kitu moja. Na pasiwe mtu ataturuka. Mtu akiingia hapa hawa wenye hawajakuja fine akuja nayo awekelee hapo kwa. Na shida ni nikienda kuongea mtu asinyamaze. Mimi nitakubali. Msiseme ati ni mimi nilitoa hiyo agenda. Mimi hata tuzima tena. Mimi hata nitakubak. Imezidi. Yes. Mwambie kuna harusi hapa. Nilikuwa harusi ya kipekee. A very unique wedding. Ana uko saki story. Very unique. Huyu anapenda weddings sana. Tulikuwa invited kunaitwaje Kisii. From here to Kisii. Mama ya huyu msichana alikuwa rafiki yetu. Kwa hivyo tukaenda all the way to Kisii. Huyu msichana alikuwa anaitwa sijui Kirubo sijui nani. Sasa kitu ilituchangaza, alikuwa ameolewa 15 years ilikuwa imepita. Na huyu msichana bado alikuwa anakaa kwa mother-in-law. Sio mother-in-law wote wabaya. Na sio wasichana wote wabaya. Sio wote. Kuna wengine wazazi wanachukua msichana na wasichana from heaven. Sure. Sasa huyu kijana alikuwa amefungwa jela for 15 years. Mistaken identity. Wacha. Kuna wakati kulikuwa na mgomo pale, watu wakafora maduka, wakafanya vitu mbaya sana kwa town. Huyu kijana alikuwa anatoka tu shughuli zake na shopping zake amebeba. Ndio askari. Akashikwa pamoja na watu wengine walikuwa wengi. Ni mtego wa panya ushika walio na wasiokuemo. Kijana wakapelekwa kotini, the following day ni kotini, hakuna hata fine, walifungwa bila fine for 15 years. Na kijana alikuwa very innocent. Walikuwa tu wameoana na huyu msichana, lakini haikuwa harusi official. Ilikuwa tu ni ile kamiste, lakini alikuwa amepeleka msichana kwao nyumbani. Sasa huyu msichana akasema hata kama huyu kijana amefungwa atavumilia mpaka huyu kijana atoke jela. Imagine. Na msichana alikuwa young. Actually wakati huyu kijana alifungwa, msichana alikuwa young. Na wakati kijana alitoka jela, miaka ilikuwa imeenda sana. 15 years sio kidogo. Si mchezo. Like 20 years uongeze ingine 15 years. Unaweza ngoja 35 years. Bado nagoja mtu wako tena. Hajazaa mtoto. Si ati vijana hawakuwa wanamkatia, lakini hapa alijishika tu hivyo. Mapenzi yako. Mimi sioni kama na alikuwa na visit kwa jela. Kijana hakuwa naamini. Alikuwa na visit kwa jela every month. Sasa vile hiyo harusi ilienda,
walifanya harusi kubwa sana watu. Sasa vile alitoka jela wakapanga sasa kukua na harusi. Sasa wazazi wakapanga harusi. Okay. Ilikuwa like surprise, kijana ametoka jela na msichana amevumilia sana. Sasa vile kulikuwa watu hawakuwa naamini ati msichana hajazaa mtoto nje, wengine walikuwa wanamwekelea ametoa mimba, alikuwa na relations zingine. Lakini mother-in-law alisimama na yeye hivi, yeye ndiye alikuwa anatoa ushuhuda. Na msichana alikuwa kwa kanisa sana, hata kanisa ilimsaidia. Vile huyu kijana alitoka jela ndio wakapanga hii harusi. Hii harusi tulikuwa tumeenda huko Kisii. Harusi ilikuwa kubwa sana. Kijana aliachiliwa, sasa hakuwa hata na kitu, kazi ilikuwa imeisha, lakini msichana alikuwa stable kiasi. Si ati hata hakuwa na kazi, hata mfuko ilikuwa sawa. Ni vile tu alikuwa anapenda huyu kijana sana. I think na pia alikuwa ameamua hapa ni ndoa na hakuna kurudi nyuma. Ukiamua umeamua na una uamuzi mwingine. Ukiamua mara moja, kama ukiamua unataka huyu kijana, I wish kila mtu asome kutoka kwa huyo mtu. Ushajua kijana yako ni mzuri ama mwanaume wako ni mzuri, utosheke na yeye. Come rain come shine, ukae na yeye hata akienda wapi, hata akikaa wapi. Kwa hivyo fasa vile kulienda, harusi ikaanza. Harusi kuanza, hakukosangi shida hivi na hivi. Kuna kijana alikuwa na wivu sana, alikuwa anaonea huyu msichana alikuwa amemkatia na akamkataa. Akajitokeza kwa wedding karibu auawe na watu. Yaani hata vijana hukuja kusimamisha harusi. Si alikuwa na hiyo wivu. Hiyo ni tabia ya wasichana wenye wako na watoto. Alikuwa amekatia huyu msichana na msichana amemkataa. Hiyo kitu ilimuuma sana. Sasa vile kulienda, vile harusi tu ilikuwa ikiendelea, ndio hiyo kijana amejitokeza pale. Hapana, huyu msichana hawezi oleka. Wakati huyu kijana alienda jela, tulikuanga marafiki na yeye, lakini nakuambia kijiji mzima ilisimama na huyu msichana. Familia ya kijana ilisimama na huyu msichana. Alitolewa ushuhuda na watu wote. Hakuna kitu kama hiyo ilikuwa inaendelea. Na harusi ikaendelea na ikafanyika vizuri sana. Leo hii vile tunaongea, hawa watu wamebarikiwa sana. Na ninakwambia hao sio hata sasa ako na watoto wawili. Hao sio wawili. Watu kama hao sio wengi. Ni lakini wacha tuseme hata mother-in-law alikuwa na mother-in-law wa kipekee sana. Hiyo alikuwa ametumwa kutoka mbinguni. Sio wengi wanaweza kaa na wewe hapo miaka 15 na aamini ati hauendi nje. Mtoto wa Kagure amesoma bila kulipia shule hata siku moja. Vile tu aliingia form 1. Acha. Hiyo ni uchawi. Hajui dogora ya shule. Aliingiza mtoto vizuri ile msichana wake. Walimu amesoma hadi shule na ninasoma zero. Uchawi ama miujiza? Hapana. Imagine sijui kama ni macho ya bazaa ionage ama ni ya hivyo tu hata hajaipewa barua. Na sinaona tu kila opening akiwa na bag, na sijawahi ona Kagure anafanyanga tu shopping, pocket money, bas. Amemaliza. Tunaonanga tu akienda huko akirudi. Alikuwa anasema anataka kuenda shule akilie. Ndio mtoto ajoin campus. Akaenda akaulizwa unakuja kukilia nini? Akasema mimi nataka mniambie deni yangu. Ndio achukue result. Deni yangu ndio nimekujia. Akaulizwa wewe mzazi wa nani? Akasema vizuri, akasema majina ya mtoto wa mwaka yenye aliingia. Akaangaliliwa akaambiwa wewe hauna deni. Nani amekuwa akilipa? Hata shule haijui. Hata yeye ama mtoto anasema hebu angalieni mahali mnakataga risiti. Risiti zimekuwa zikikatwa kila every starting of the kwa hivyo huwa analetewa risiti ama mtoto ati kuna semekana kwanza analipaga school fees yote kila tamu. Yaani anakuaga system inaonyesha.
Yani hajui the cost of education nakuuliza aje. Ingekuwa kujifanya, angeenda kulipa, angeenda kuitisha deni. Hiyo nayo. Hiyo ako innocent hakuwa anajua. Angeenda kuuliza hiyo balance. Angeenda. Some things are impossible. Na vinyata mimi sitaki kuwaibia. Mimi niko na deni ya pesa ngapi, nataka mnihesabie. Wewe toka hapa, uko na wazimu hiyo kichwa yako. Paka anageuziwa kompyuta akafanyiwa kila kitu, akaambiwa chukua barua record. Ama kuna barua analipa na siri. Sasa hajajua mpaka sasa. Ama mtoto wake alikuwa amegostiwa. Kwani ghost hakuji kudai? Si wangekuwa wamemnyonya damu. Hiyo ni miujiza hiyo. Hiyo ni nini? Hiyo ni Mungu. Macho ya Mungu tu. Ama kuna watu wanajitolea, wanasema watalipa school fees secretly na wasiambie hata uzazi, ama ni watu kama labda. Huyo ni Mungu tu amemuonekania. Ni Mungu tu amemuonekania. Inawezekana. Inawezekana. So Mama Lea huyo mama alikufa kifo cha uchungu sana. Na pia akijua hata venye ameacha watoto wake mbaya. Si mnajua huyo ameishi UK US for so long. Alienda kitambo sana. Na wakati msichana wake wa mwisho alikuwa class 6. Ndio sasa alienda. Sasa ameolewa hata kuna watoto. Exactly. Lakini sasa shida mahali ilikujia wakati alikuwa huko, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anatuma pesa sasa. Sio watoto wakae vizuri. Na in fact walikuwa wanakaa vizuri. Ulikuwa unakutana nao na majaketi zingine. Walikuwa wanatumia ukasema afadhali huko. Watu walikuwa wanajua fashion na hao watoto. Exactly. Nini imetokezea? Yes. Nawaona ndio wameanza. So akajinyima kabisa ndio akuje sasa, akikunja ni kuseto nao. Unajua na huko huwezi sema ati utalive huko milele. Huko niende utafute pesa ukuje nazo invest. Na ukiinvest at least utakuja upumzike. So wakati sasa alifika wakati wa kuretire, akasema sasa for 6 months situmi kitu, nita consolidate ndio nirudi. Wakati alirudi she was shocked. Nyumba wanaona ni nyumba ya mawe na ni mzuri sana kama hii yangu. Na kubwa. Lakini ndani ni kiferi, hakuna kitu. Walikuwa nakalia space. Walikuwa nakalia wanakalia stool. Hiyo nyumba ni hall. Nakwambia isipokuwa ni kitanda. Hao wenye waliko vijana hao, mtu anatafuta kitanda yake mzuri. So minus that hakukuwa na kitu. Usiseme hiyo nyumba venye inaonekana kwa barabara ni kimalshon, hakina kitu ndani. Akiongea na video call nao, kwani walikuwa wanaenda kwa neighbor? Si walikuwa wakichukulia kwa bed. Wakichukulia kwa bed atafikiria ni kuzuri na kwa sababu kila mtu alikuwa tisa anataka kulala vizuri. Hiyo sasa. Wewe kulikwambia si huyo mama alikuja akaanza akagojeka stress. Kuna pesa ya kununua hata dawa. Back to zero. Akawauliza, mimi nilikuwa nafikiri we might be having like over 6 million kwa account. Mwingine hapo mlevi akamwambia, mimi unajua hapana. Anga sijui hiyo. Atekei. Hakuna. Akasema hakuna. Haya. Akawauliza, ile kaplot tulisema tununue mjenge, ulinunua? Ati mashamba iliisha, kulanga ati shamba haziuzwi tena. Shamba haziuzwi tena. Na ni venye ni mingi. So akasema mimi hata sina nini, hatujanunua. Akimenya unikiathe aje, hakuwa anafuatilia. Hakuwa na si ana trust watoto wake. Trust kabisa hata bila kuwatest. So alikuwa anajiuliza. Sasa hii kashamba penye tumejenga ni kadogo sana, nikaleka huko na ni nyumba tu watu wanapatiwa. Right? So sasa hawana kitu, hawezi saidia na maisha yake imeishi kufanya nini?
kuhaso na kunini. Wacha na tunasema wazazi wanakufa mapema. Sisi ndio tunafanya wakufe mapema. Exactly. Na tunagoja ati mental health ziishe. Haziwezi isha kama hiyo ndio situation yenye iko. Na unajua sasa shida ni nini? Shida inaanzanga wapi? Pale kwa mtoto akiwa mdogo. Kwa malezi. Hapa mtoto anaitisha sweet unampatia. Yes. So anakuwa akijua akishika coin hivi anafaa aisimami kwa mfuko. Aitumie fasa. Hakuna kitu inaniudhi kama huyo kijana venye unaonekana ati shamba ziliisha. Na huyo ni mzazi unaambia ameenda ng'ambo, amedhokoma miaka 7, 10 ndio amesacrifice everything. Imagine. Alafu unamwambia mashamba zimeisha. Saa zenye zimetokea mafuta. Imagine. Na pengine hata zile kazi alikuwa anafanya huko ni zile za kuchunga hata mama wakongwe. Mimi niko na shida moja. Watu hawalipi pesa za savings, wanalipa tu maroon, wana make sure ni loan tu wanalipa na lakini savings hakuna. Tunarudi. Unajua kile important sana ni hiyo maroon, kwa sababu mtu akikosa kulipa loan atafanya wengine. Sasa na savings kwa sababu ndio saving inakuza kiama. Sasa tutafanya. Lakini Kagure kila siku unatuambia hatulipi. Si utuseme ni nani hajalipa kwa sababu kwanza wewe wacha mdomo. Ulituma last time 100. Nilikuwa nimekopa 1000, nilifaa kurudisha na pesa ngapi? 100. Acha kunikodolea hiyo macho. Kwa hivyo sasa analipa tu ka interest. Yes. Ile amount anakosa na saving alipi. Na badala ya kusema kila mtu akifanya makosa si unamwambia wewe wacha sasa kama hapa hata wewe kwanza wacha hivyo. Ulikuja chama sasa uko na mwezi moja. Sasa nakuuliza uniform hautanunua. If you don't kama ununui sorry. Ama hujajua ni plain black. Nilikuwa nafikiria bora tu iwe na black pahali. Sikuwa najua ni lazima mtu awe. Wewe. Kwani najua ignorance. So exactly. Aya sasa huyu. Sasa kwa sababu sasa sisi hatupigi kanisa ya mtu. Hata sisi tuko na kanisa. Sasa atuletee nguo madoa ndio tusikie ati mtu ako na if you cannot hata hadi ungevaa kile star kwa sababu papo. Hiyo imagine kudharau chama. Unajua nguo zenye tunafaa kuvaa ni hizi brief. Fanya hivi. Fanya nguo moja mrefu, nguo moja ama nguo mbili black. Ama hamuruhusiwi kuvaa black. Kunajua wanasema hizo ni za matanga. Sasa ni hapana, waambie hii kama hii. Sasa sisi tunaenda matanga. Mimi sisemi ni sasa tunakaa maiti sisi. Nitanunua. Wewe. Nitanunua. If not that I remain kwa church. Achana na chama. Bana chama nitakaa. Wacha nikae kwa chama. Nimesema nimewapromise nitanunua. Lazima nitanunua ya chama. Na next time ukikuja usituletee mdomo hapa. Kagure kabla utukerereshe sana. Mnajua pesa ya kahawa imetoka? Kaito Kagure. Pesa ya kahawa imetoka. Kama ndio maana watu wameanza watu sasa wako na mapesa kama wamefurahia hivi. Wacha hivyo. Mimi najua niko na kilo 200. Sasa wachana na hizo zako Kagure. Mnaona baba kahehia kwa kijiji? Siku hizi baba kahehia hapatikani kwa kijiji. Pesa za baba kahehia hakuchukua za rastia. Amepotea kama ligiji. Za rastia bado anako amechukua. Kwa sababu alisema atachukua pesa zote kwa pamoja. Sasa venye zilitoka juzi, akasema alikuwa na plan aweke electronic shop. Yes. Na akajua watu wanaenda wanaibiwa. Na hizo kununua hizo vitu in wholesale akasema zinanunuliwa Nairobi. Yes. Sasa akasema hawezi tuma mtu na hawezi enda na mtu mwenye anajua ataenda akimuiba. Hawezi save miaka 3 alafu apatie mtu pesa zake. Hakuna mtu ana trust. Hata bibi yake alimwambia mama utagoja. Nikikuja ndio utaona chenye naendea wapi? Nairobi. Kube baba kahehia anajua Nairobi. Ndiye huyo ameenda akakoboa tax.
taxi ndio aende. Unajua mtu akiwa na pesa huogopa. Na wale unakuaga na pesa na unaona kama kila mtu anaona hizo pesa. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo. Sasa akakomboa ka taxi aende nayo. Alafu akaona hapana, vitu nataka kununua electronic haziwezi toshea. Kwa nini? Akaambia taxi, wewe hata wacha niende na pickup. Ndio niweke vitu hapo. Akakomboa pickup. Ndio huyo ameenda Nairobi. Si sasa yeye na driver kwenda kufanya shopping. Akaenda wakanunua kwa wholesale. Alikuwa ameandika, I think alikuwa ameomba siri mahali, akaandika. Akaenda akafanya shopping mzuri, akanunua vitu zote zenye alikuwa anataka. Hata kama kitu duka inataka vitu kama 5 ananunua moja tu. Anasema pesa itaisha. An economist is an economist. Zitanja kwa siuache siugoje pickup. Amerekoboa pickup na haijafika nusu. Na hiyo ndio anataka kwenda kuanza biashara ya electronic. Na pesa abakishe. Amebakisha pesa. Akasema nitaenda kwanza nione vyenye flow itakuwa ndio nirudie ingine. Akasema na juu nimebakisha pesa, si wewe mtu wa pickup nipeleke kwa club nikunywe moja tu niweze kuona barabara. Si akona uzuri wa pesa. Amewahi enda kwa pub ya Nairobi? Sijui venye inakaa, lakini kulingana na venye nilisikia. Sijui nimeenda nichukulie nione. Huko ndani ati kuna wasichana wanatingika. Ati wasichana aliona wanafanya hivi, akasema ndio mimi huyo. Lipa huyu kuja nitingizie. Ati nini? Hapana, huyu si vizuri, kuja wewe. Baba Kahehia hakutoka. Akatoa pesa moja moja. Mzee mtingizo wa tikizeni. Sasa analipa. Hajawahi ona. Wasichana amezoea sisi keshagi. Na ni dress tule tunakuanga tumeshona na handkerchief ni kubwa. Venye aliona hivi. Baba hata nadhani alipotea macho. Kaka kumbe hana pesa. Kalipa pombe ya wenyewe. Mzee wa taxi akamwambia kwani tulikuwa tunaenda saa ngapi? Akaambiwa ngoja kidogo nikunywe ya ndio nione. Kumbe anataka atigizie. Venye giza inaendelea kuingia, kumbe ndio wasichana warembo wanakuja. Wakikukiingia usiku warembo, akamwambia wewe enda unigoje, nitakuja. Hivyo ndivyo mtu wa taxi wa pickup alienda na funguo na akaenda na vitu zote. Akamwambia nipe simu juu ninaona hata simu yako iko karibu kuisha charge, nikupelekee charge hapo kwa akabebwa simu. Mtu amebebana na vitu zote na matatu yake na pickup yake na pesa hana. Ametikiziwa zimeisha. Tingiza kidogo. Hata hajajua. Akaamka sasa ndio kwenda kuguza, hana simu. Hawezi pigia mtu wa pickup. Ndio huyo hana mtu mwenye anaweza saidia. Ni Nairobi hajui. Nakwambia hapo ndio alitoka hapo nje akascream. Watu wakamuza. Huyu Sonko mwenye amekuwa akilipa wasichana hapa saa hii ana scream, nyamaza. Unajua hakunanga huruma. Sasa baba Kahehia bado anazunguka Nairobi. Akajikaisha. Asubuhi ilipofika sasa I think pombe imeikaa. Ameanza kuona reality. Anaanza kujiuliza, nilipeleka pesa wapi? Sasa watu wamejaa Nairobi, amesahau hata kwenye alikuwa ametoka. Akakaa chini kwa kiti hapo chini kwa veranda akajiuliza, mimi nirudi nyumbani. Nikiwa kama prodigal son, nijipate. Hasa alisema harudi nyumbani na hana pesa, anazunguka tu Nairobi. Kama alisema atakuwa chokora wa Nairobi. Si ni aibu. So alishindwa kuenda nyumbani kuface hiyo aibu. Unaweza enda kuona bibi yako umwambie nilikuwa nimeendea vitu za shopping. Nakwambia stock. Nakwambia pesa wakati mwingine inasumbuanga. Na watu wanasumbulianga wanasumbulianga na pesa tudogo sana. Pesa 8. Na nakwambia na hao watu wanatapeli watu ni kama wananusanga pesa ikiwa kwa wanajua. Hao watu I swear ni kama wanajua mtu wako na pesa. Ukiona mtu wako na pesa watamfuata tu hivi na hatarudi na hiyo. Kuna mwanamke alifanya hivi, alikuwa naenda job asubuhi. Hiyo job sasa
akapanda kwa stairs, akaulizwa na mtu mmoja, unajua children's home fulani tunataka kuenda kuwasaidia. Sijui what tulisikia wanahitaji na tumetoka mbali hatujui, so tunaulizia. Kitambo mwingine anakuja anamwambia, akauliza huyo, umepata sasa hiyo address? Najua sasa hizi pesa hatuwezi tukarudisha, lazima tupeleke watoto. So si hata wewe mama unaweza kuwa na children's home pengine iko na nini, iko na mahitaji, uwajazie tu form tu apelekee vitu. Akasema hata niko na 3. Akamwambia hebu tuende hapa kwa gari tukafanya nini, kajazia hapo. Kufika kwa gari, si alikaa hapo na driver hapa. Driver akafanya nini inaitwa Akavuta sigara. Akawatia nini, akafanya hivi, lakini kidogo inakuja hapa. So bibi huyo mama akaanza ni kama anasinzia. So bado anaendelea kumwambia venye pesa zitatoka. Alikuwa anawekwa kakitu, anafinyiliwa na kakitu inatoka ndogo. Ikitoka ndogo hivi anauliza kitu anasema. So akaulizwa, si pia wewe unaweza saidia watoto kama hao? Akasema uko na pesa ngapi kwa mfuko? Niko tu na 10,000. Akawatolea akawapatia. Kuna ingine uko nayo kwa mahali pengine? Hata hapa kwa simu kuko na 20,000. Akatoa akawapatia. So akaulizwa kama kuna mahali pengine, akaambiwa hii kuna benki iko hapa, niko na 100,000 zilikuja jana usiku na nilikuwa na 30, so niko na 130. Alikuwa confused. Yani hujui hata ni nini inaendanga. Yani you are so unconscious that hujui what you are doing. Akatoka na pin huwezi kosea. Simu. Can you imagine? Hiyo ndio tu inanikasirisha juu. Wakaingia kwa bank. Si akaenda pale executive. Akamwambia nataka wamemfuata bado. Si ameambiwa sasa enda na my brother ndio akupeleke uto. Sasa hapa akaingia kwa kashia. Akasema apatiwe ile pesa iko kwa account. Wakati alipatiwa akienda ku count, I think akili kwa sababu alikaa hapo inaenda ikiisha nguvu. So finally what am I doing? Na yule mtamaa amenikoja pale. Aliweka hiyo pesa kwa kapochi. Akaenda kusikiko pale waiting kinamngojea. Akamwambia pesa ni hii na siwapati. Na siwapati. Wakati huyo mjamaa alisikia hivyo, alitoka akaenda. Huyo mama akarudisha hiyo pesa kwa account. So me hata I don't see angepiga tu mtu ama mfanye. Unajua wamekoroga akili mpaka ufikiri. I don't know, mimi sijuangi kunaendaga aje. Hiyo mambo unajua vile imekuwa mingi. Sahihi. Common nakuta watu hata kwa maduka. Exactly. Kwa pesa unatoa float yote unapeana. Iko na mipa na miambona yako. Sasa angalia. Ni watoto wa kina nani wanaiba makondofia ya watu. Akajificha hapo chini ya mti. Wengine ni kuzoea. Kwa chief kuna shida. Ati unasema aje? Ukiona ni kama ako na stress fulani, and try to know what is happening. Hiyo ni because gani? Ukiona hiyo kitu kwako, tengeneza jeneza.